Rafiki yangu, inawezekana unanisikiliza wakati huu kwa kwenye kipindi kigumu sana, na labda ni msiba au kuvunjika kwa mahusiano uliyoyapenda ambayo usingependa hata siku moja kuona mahusiano haya yanafika mwisho. Lakini pengine uko kwenye kipindi kigumu, unapitia kufeli kibiashara, au labda unapitia maumivu ya ndani ambayo kwa kweli kwa kawaida huna hata maneno ya kuweza kuyaelezea. Na swali lako kubwa kwa wakati huu limekuwa kwamba kwa nini mimi, na je, maumivu haya yana mwisho? Lakini nataka nikwambie tu kwamba maumivu sio ishara kwamba umetelekezwa, lakini mara nyingi maumivu ni maabara ambapo mtu wako wa ndani anatengenezwa. Lakini hata hivyo, lazima ujue kwamba mbegu haina budi kupasuka ardhini ili mti mkuu uweze kutokea. Lakini pia dhahabu haina budi kupita kwenye moto ili ipate kung'aa. Lakini pia lazima ujue kwamba maumivu yanapokuja kwenye maisha yako, mara nyingi huwa yamekusudia kukufundisha mambo matatu, ambapo jambo la kwanza ni kwamba maumivu huwa yanakuja kukupa unyenyekevu. Mara nyingi sana maumivu huwa yanatufundisha kumtegemea Mungu zaidi kuliko akili zetu. Lakini jambo la pili ni kwamba maumivu yanakupa sauti. Hauwezi kumfariji aliyefiwa kama hujui uchungu wa msiba. Maumivu yako ni darasa la kukufanya uwe faraja kwa wengine hapo baadaye. Lakini pia jambo la tatu ni kwamba maumivu yanakusafisha. Kuna tabia na kiburi ambavyo haviwezi kuondoka mpaka upite kwenye tanuru la majaribu, na nimekuambatanishia hapa na maandiko matakatifu ya kuweza kukazia hayo mambo matatu ambayo nimekuambia. Kuna Zaburi 34:18 inasema, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Lakini pia kuna kitabu cha Warumi ile sura ya 8:18 inasema, kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Lakini kuna Wakorintho wa pili na ile sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema, Mungu wa faraja yote atufarijia katika dhiki yetu yote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki yoyote. Rafiki yangu, usikate tamaa. Maumivu hayo unayoyapitia wakati huu ni kitu cha msimu tu, lakini sio hitimisho la maisha yako milele. Mungu anatumia kila chozi lako na maumivu ulio nayo kuandika hadithi mpya. Amini kwamba kesho yako ina nguvu na ni kesho ya nuru. Kwa hiyo hayo unayoyapitia, Mungu ameyakusudia kwa ajili ya kukuimarisha, kwa ajili ya kukutengenezea utukufu mkuu, kwa ajili ya kumtengeneza mtu mwingine ambaye atakuwa na thamani kubwa katika kesho yake kuliko ulivyo sasa. Mungu anakupenda na Mungu anakuwazia mema. Endelea kumtumaini, endelea kumwamini, endelea kuwa na subira, endelea kujitia nguvu, wala usirudi nyuma na wala usifikiri kukata tamaa, maana mawazo ya Mungu ni ya amani, kukupa tumaini katika kesho yako. Ninatumaini kwamba somo hili litakuwa limekubariki na kwa namna moja ama nyingine umeweza kuhudumiwa. Na naomba kama umejifunza kitu kupitia somo hili, usiache kuniandikia maoni yako kwenye komenti hapo, nami nitafurahi kuona komenti yako, nami nitamtukuza Mungu pamoja na wewe. Lakini pia ninaendelea kukukumbusha kusubscribe katika chaneli hii kama bado haujasubscribe, ili tuendelee kuipanua hii madhabahu ya Mungu. Na kutakia wakati mwema. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Elias Sospita. Nenda ukashinde kwa jina la Yesu aliye hai. Amen.